alilotupatia nani? Baba. Haleluya. Ni pendo la namna gani alitupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua hata yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ulimwengu tunapokuwa ni watoto wa Baba, watoto wa Mungu, ulimwengu hauwezi kututambua sisi, kwa sababu tangu mwanzo ulimwengu ulishindwa kumtambua baba yetu. Kama baba yako ulimwengu haukumjua, maana yake hata wewe uliyezaliwa na huyo baba huwezi kujulikana katika ulimwengu. Ukiona ulimwengu na kujua, elewa ya kwamba hata baba yako pia amezaliwa katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka niweze kukwambia kitu kimoja hapa, ya kwamba pendo la Mungu lilikuwa hivi. Alitupa pendo lake kwetu sisi ili tu tuitwe wana wake, watoto wake. Kwa nini? Na ndivyo tulivyo kweli tu, watoto wa nani? Wa Mungu. Lakini ulimwengu haututambui ya kwamba sisi tu watoto wa nani? Wa Mungu, kwa sababu tangu mwanzo ulimwengu haukumtambua baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu haukumtambua nani? Baba yetu. Kwa hiyo kama ulimwengu haukumtambua baba yako, hata wewe uliyezaliwa na huyo baba huwezi kutambulika katika ulimwengu. Na ndiyo maana hatutafuti ulimwengu tutambue. Hatuhubiri ili ulimwengu tujue kwamba tunahubiri. Hatuombi ili ulimwengu ujue kwamba tunaomba. Hatufanyi ibada ili ulimwengu ujue kwamba tunafanya ibada. Tunafanya ibada ili baba yetu ajue ya kwamba mimi nafanya ibada, kwa sababu tangu mwanzo baba yangu ni mtu wa ibada. Kwa hiyo kama baba yako aliyekuzaa ni mtu wa ibada, hata wewe utakuwa ni mtu wa ibada. Kama baba yako aliyekuzaa atendi dhambi, hata wewe uliyezaliwa na yeye huwezi kutenda dhambi. Kama baba yako ni mtu wa kanisani, hata wewe ukizaliwa utaenda kanisani. Nataka nikwambie mchana huu wa leo, watoto wa Mungu ni dhahiri na watoto wa ibilisi ni dhahiri. Mtu yeyote asiyependa ibada hatokani na Mungu. Mtu yeyote asiyependa jirani yake hatokani na Mungu. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu. Watu leo wanataka mpaka walazimishwe kwenye ibada. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa sababu kama mimi baba yangu ni mchungaji hapa, hata mimi mwenyewe pia naweza nikafata nyayo zake nikawa mchungaji, kwa sababu nimezaliwa na mchungaji. Kwa sababu nyoka hawezi kuzaa kenge, wala kenge kazaa nyoka. Leo tunataka tufanye ibada ulimwengu tujue, sio Mungu atujue. Ndio maana tunatafuta kujulikana na walimwengu, na ndio maana tunafanya ulimwengu vile unataka. Ni kweli tunamtaja Yesu, lakini kama hatutaacha mambo ya ulimwengu ni hopeless. Hamna kitu. Kwa sababu Yesu aliudharau ulimwengu, aliukana ulimwengu, kwa sababu ulimwengu haumjui baba, haujui habari za Mungu. Na hata aliyezaliwa katika ulimwengu hawezi kujua habari za nani? Za Mungu. Na ndio maana tulipozaliwa kwa mwili katika ulimwengu huu, Yesu akaja ili tuzaliwe kwa mara ya pili kwa namna ya Roho. Akatuondoa katika ulimwengu huu wa giza, akatuweka katika ulimwengu wa mwana wa pendo lake Yesu Kristo. Akasema kila akae ndani ya Kristo atendi dhambi, kwa sababu uzao wa Kristo wakaa ndani yake. Ukiona mtu anatenda dhambi, maana yake uzao wa Kristo Yesu haumo ndani yake, bali kuna uzao wa shetani. Amen. Kwa hiyo unapotenda dhambi, usifikiri ya kwamba unamkosea mchungaji wako. Usifikiri ya kwamba unamkosea jirani yako. Maana yake unajitambulisha ya kwamba wewe ni wa ulimwengu. Hata kama unamtaja Yesu, hata kama una dini yako nzuri, hata kama una dhehebu lako nzuri, hata kama una mtume na nabii mzuri, lakini kama unatenda dhambi, wewe utokani na Mungu, wala uzao wa Mungu haukai ndani yako. Maana tunajua aliyezaliwa na Kristo waga atendi nini?
Hapo sasa tunajua kwamba watoto wa Mungu ni wepi. Amina. Si ndio? Amina. Kwamba ukiona mtu anatenda dhambi, elewa ya kwamba uzao wa Kristo haumo ndani yake. Amen. Hata wewe mwenyewe, hata mimi mwenyewe nikiwa namtaja Yesu alafu natenda dhambi, maana yake ni mwongo. Na hubiri kitu nisichokijua. Yesu akasema mimi nanena kitu ninachokijua, kwa sababu